Amen. Amen. Unanielewa? Najua injili imegeuka, imebadilika, kwao imekuwa ngumu kwa upande wako, lakini nivumilie, si ndio? Namaliza, vumilia tu, sindano ipenye, dawa ipenya, si ndio? Nataka nikwambie hivi, ukitaka ufanikiwe kwenye haya maisha yetu ya kiroho kama mlokole, lazima ukubali kuwa mtoaji. Bwana asifiwe. Utamuona Mungu kwa viwango vya tofauti mno. Bwana asifiwe. Wewe jitolee tu. Yaani ona kama kwamba hela zako hazina thamani. Hiyo ni akiba. Hiyo unayoweka ni akiba. Bwana asifiwe. Mimi niwaambie, yaani sichoke kutolea mfano hili kanisa ambalo nilianzia mimi kusali. Nawaambia hivi, kanisa lilikuwa ni la watoaji. Watu walikuwa, yaani ukitangaza mtamu anaenda kuuza kuku. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kuuza kuku kwa mchango wa kanisani. Tuseme tu ukweli, tusifichane. Sema tu kweli, unaweza kauza kuku ili ujitoe mchango. Kama unayo unauza. Mbona tunaanza kudanganya? Hebu tusemeni ukweli sasa ili hili jambo tumalize niendelee. Bwana asifiwe. Yaani nasema hivi, kumbuka hii ya Mungu unaotoa. Sio kwamba inakusaidia wewe. Si hujanielewa? Sijasema utoe uuze kwa ajili ya faida yako. Yaani kwamba unauza unaenda kununua suruali au kitenge. Hapana. Nasema hivi, mchango umetangazwa kanisani. Utauza kuku yako utoe mchango. Sio kanga, mchango. Unatoa. Kama unayo unatoa. Kwa nini nataka kuniambia mmeokoka sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa mnataka kuonyesha kwamba yaani ninachokihubiri tayari mmeshapona. Amina. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Waga mnatoa sasa. Wale ambao hawajapona. Wanasikia vibaya. Ambao bado si ndio? Vumilia kidogo kama unajisikia kidogo kama kichefu kidogo. Vumilia. Ndio mwisho huo, si ndio? Nasema hivi, kuna watu kipindi hicho walipokuwa wakitangaza mchango kanisani. Kuna watu huwezi kuamini. Kanisani kuna kijana alikuwa hana hela ila walitangaza mchango, si ndio? Walipotangaza ule mchango ni kwa ajili ya kununua vyombo, si ndio? Walipotangaza ule akaona sina, akauza simu. 15,000. Unaweza kauza wewe? Unaweza kauza ukose mawasiliano baki na laini. Eti kwangu ukipata ndo tauza. Ili ni jinsi gani nataka nikuonyeshe watu walivyo tayari kwa Mungu. Haleluya. Kuna watu leo ana mtambo mkubwa, sio kasi. Yaani mpaka yako simu ya 400,000 anayo. Yeye aliuza 15,000. Unaona Mungu alivyo ajabu? Ili unamwangalia Mungu alivyo anavyoweza kumpima mtu. Umeshawahi kutangazia mchango ukasema leo siendi kufanya kazi zangu naenda kulima kibarua nipate hela ya mchango? Ushawahi kufanya hiyo? Na ndio ndani nikwambie hivi, wengi Mungu tumemfanya kuwa ni waziada. Waziada. Ni kama kale kamfuko ka jeans. Nani sio kuona jeans ikiwa na kamfuko ka hapa pembeni? Hivyo unaweza kaweka laki hapa. Laki unaweka wapi? Mfuko mkubwa hapa. Ila ukiona kamia unaokopa kasidondoka si unaweka? Kamia. Unaona hii 100 yangu ikipotea nitakula hata mua. Si ndio? Wengi Mungu tumemfanya ndio hivyo. Yaani hana thamani. Huwezi kumweka mbele ya mambo yako. Niwaambie hivi, sisi walokole kwenye mambo ya utoaji bado sana. Kuna hawa Wasabato. Nataka niwaambie, Wasabato, si ndio? Kwenye upande wa utoaji wamepona. Haleluya. Yaani sijui kuna nini kwa Wasabato anapoanza tu kusali ameshapona. Mzee kuna mwaka alikuja akauza milioni 4. Sikuamini. Anahesabu 400,000. Na sababu na sadaka na zaka ya Wasabato sio kama sisi kwamba eti ukipata 10,000 toe buku. Ukipata 10,000 toe hizi. Yaani sadaka na zaka ziwe pamoja. Si ndio? Wewe unatoa 10,000, unatoa buku. Eti 10,000. Wenyewe sasa ukitoa hicho hakijahesabiwa haki. Yaani hiyo haihesabiwi.
pakutoa 2,000, yaani zaka na sadaka zote pamoja alitoa 800,000. Mzee wangu huyu 800,000 hivi zinahesabiwa paka 8 milioni 4 ameuza kamba zikatembea. Hapo huyu mtu ana mwaka mmoja, hata mwaka alikuwa hajamaliza vizuri, aliokoka mwezi wa pili anakuja kuuza pamba mwezi wa 8. Hajamaliza hata mwaka. Niambie wewe mlokole, unaweza kutoa 800,000 kweli? 800,000 ya kwanza, ya pili hata zimekosa kazi mlokole. Semeni tu kweli. Yaani kwa mlokole zimekosa kazi hizo hela paka 800,000. Wakati 800,000 unapiga mahesabu watoto wanavaa. Unanunua na unga wa ngano. Unafanya mambo yako unaojua yote. Kwa mlokole bado. Ndio maana nawaambia hivi, hebu tuanzeni kupona sasa taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuanzeni kupona taratibu. Kingine nataka niwaambie kwa Mloma. Mloma unayemwona ni mwana dini. Lakini Mloma amepona kwa upande wa utoaji. Kataa kama unakataa. Nikatalie tu. Amepona, ile sisi walokole bado kabisa. Bado ni wakusukuma hivi kama magari mabovu. Jamani, toeni zaka. Ukizipata ushuru. Umepata gunia 10 mpaka zinaishi naanza na kununua zingine. Unapata labda huko umeuza si nini hizo mnaziita mbazi. Umepata 200,000 watu. Haya umejitafuta kidogo hapa. Umeuza nini hizi mnaziita hizi? Unaweza penda kulima huko hizi nini? Maharage ya masika ya kwanza. Na Angela paka na Angela. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mimi niwaambie kitu wapendwa wa Mungu, tukipenda hii sehemu, hii kanisa watu wataisahau. Na nawahakikishia hili. Iwekeni kwenye kichwa chenu hii tarehe ya leo. Ni kama unabii kwenu. Kama mkipona hii sehemu, hata kama sipo Michael, nitakaporudi nitaisahau hili kanisa. Ukipona kwenye hiyo sehemu, hata kama unaona mume wako hajapona, kwa sehemu yako toa. Katika kutoa unashangaa hata mume wako anaokolewa. Kuna mtoto wako hajaokoka, katika njia ya kutoa unamwambia Mungu anamuokoa. Ni vizuri sana ukiona familia iliyookoka. Una gani kijana wako anapiga pombe huko? Kijana wako anazagaa mtaani. Hamjui Mungu. Wewe unasali. Unapata amani gani moyoni mwako? Bwana Yesu asifiwe. Hizi ukiendelea kusoma upande wa utoaji, watu walikuwa wanawatolea watoto wao. Soma Biblia utaielewa tu. Si ndio? Unakuja kutoa dhabihu kwa ajili ya mwanao. Mungu anatoa hii dhabihu kwa ajili ya fulani. Aokoke. Unachanga na kuja kupiga simu. Bwana asifiwe mama, unachanga tena. Hii mama yani hapa nakwambia ni shemasi. Wiki mbili ndio nakwambia yani mama napiga injili ni hatari, angalia tu mtandaoni utaniona. Unajisikia vizuri. Mwanao anahubiri. Siku nyingine unakuja kumuona yupo Uganda kwenye ma TV unaangalia. Unasema huu ni mwanangu wa kuzaa mimi. Ni raha iliyoje. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nguvu ya utoaji, sio kwa akili zako na sio kwa tabia yako eti kwamba ujivunie mimi na tabia nzuri naweza kufundisha watoto. Nguvu ya utoaji inaweza kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi, ukifanya hayo mambo mpendwa wa Mungu, utapona. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupone kwenye hili jambo, halafu mniambie kama kweli hautafanikiwa. Tatizo unauoga ndani yako kwamba nikitoa nitafilisika. Hebu fikiria sasa, hospitali unatoaga shilingi ngapi? Na kwenye mambo mengine, maana usipomtolea Mungu atafungua mlango mwingine, lazima zitatoka tu. Kwani unakaa nazo sasa hizo unazozilinda? Mungu anasema yani asipolinda mji yeye, wanaokesha wanakesha bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hebu tumalizie na Wagalatia 5:13. Zitakuwa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Wagalatia Wagalatia 5 mstari ule wa 13. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mtu amefika hapo? Kuna mtu aliyefika hapo? Basi kabla hujasoma, ngoja nikusomee hiki hapo. Unaweza kaandika Timotheo wa kwanza 4 na ule mstari wa 7 nitakusomea. Wewe endelea kuiangalia hiyo Wagalatia 5:13, afu mimi nikusomee hii hapa Timotheo wa kwanza 4 na ule mstari wa 7. Bali hadithi za wazee zisizokuwa, nianzie mstari wa 6, kwamba wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba wewe, endapo mtu utaenda kusema na kutangaza habari njema, unafanyika kuwa ni chombo kizuri cha nani? Cha Kristo, si ndio? Lakini pia unatakiwa uachane na mambo ya wazee, si ndio? Ambayo hayana maana. Kama Jumatano ungekuepo, kuna mambo tulikuwa tunasema, kuna ule ukabila, si ndio? Kila kabila na mila na desturi na mambo ya wazee wetu, si ndio? Lakini hata sisi kwetu Wasukuma yapo. Ukienda kwa wa Maragoli unakuta yapo, Wakisii yapo, Wajaruo, Wahangaza, yani kila kabila. Umeona? Unakuta kuna mambo yale ya mila na nini na desturi ni ya wazee wetu, inatakiwa ujitenge na hayo. Amen. Amen. Kwetu sisi unaweza kushangaa mtu ameokoka afa anabeba maji anaenda kutambika kwa babu. Hiyo kwetu ni muhimu sana, si ndio? Yaani kwa mila yetu ni muhimu mno. Hakuna Msukuma ambaye haijui hiyo. Lakini namshukuru mimi Mungu wa neema, siwezi kupiga goti mbele ya kaburi. Kule kuzurura kwangu, yesi kaji nyumbani kuzurura kwangu. Kumbe ndio napona hivyo. Baadaye nikaokolewa huko Kristo akanikamata. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ninamtumikia. Tusome hiyo 5:13 kama umefika. 5:13 kama umefika. Ndio. Maana ndugu mliitwa mpate uhuru. Uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali ndio tumikianeni ndio kwa upendo. Ndio. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ili umpende jirani yako